Alionyeshwa chumba chake, hakutarajia. Akaanza kucheza kwa furaha, maana chumba kilikuwa kizuri sana, ukizingatia ametoka kijijini kwenye maisha magumu ambapo alikuwa analala chini. Siku ya pili akaendelea na majukumu yake akiwa jikoni anaandaa chakula. Lakini cha ajabu, hajaacha ile tabia yake ya kucheza akiwa anafanya kazi. Hiyo tabia imeshamkaa moyoni, maana anapenda muziki sana. Alimaliza kuandaa chakula, moja kwa moja akaenda chumbani kwa bosi wake ili amueleze chakula kipo tayari. Jamaa aliposikia mlango na gongo, upesi akavaa miwani na kuchukua fimbo yake. Kumbuka anajifanya kipofu, ila bado hatujui lengo lake ni nini. Binti akaingia na kumueleza chakula kipo tayari. Wakati huo jamaa alikuwa busy anaongea na mtu kwenye simu. Binti akasogea kwa kunyemelea mpaka kwenye kabati, akaanza kushika vitu huku akiwa na mshangao mkubwa. Jamaa alikuwa bado busy na simu, hivyo binti akaendelea kuchunguza huku akichukua marashi na kuanza kujipulizia. Bosi wake akaanza kumuita. Upesi binti akapanda kwenye kitanda na kutokea upande wa pili huku akijifanya kama alikuwa akitoka huko. Jamaa akamuuliza, mbona nimekuita sana, ulikuwa wapi? Binti akamuuliza, nilitoka kidogo. Jamaa akaanza kula chakula. Mwisho akakisifia kuwa ni kitamu sana. Binti akafurahi mno. Jamaa akamuuliza, wewe mbona uli? Binti akamueleza atakula baadaye. Lakini jamaa akamsisitiza, nenda kachukue chakula chako uje tule pamoja. Binti akatoka kama kawaida yake akijiachia miuno kidogo huku akiamini bosi wake ni kipofu. Baada ya chakula akamsindikiza bosi chumbani. Alipofika akamwambia, naomba nichukulie taulo pale uniandalie mazingira ya bafuni. Nataka kuoga sasa. Binti akachukua fimbo ya jamaa na kuanza kumuiga anavyotembea. Alipofungua kabati akakuta miwani ya bosi wake. Akaivaa pamoja na kofia huku jamaa akimwangalia. Alionyeshwa chumba chake, hakutarajia. Akaanza kucheza kwa furaha, maana chumba kilikuwa kizuri sana, ukizingatia ametoka kijijini kwenye maisha magumu ambapo alikuwa analala chini. Siku ya pili akaendelea na majukumu yake akiwa jikoni anaandaa chakula. Lakini cha ajabu, hajaacha ile tabia yake ya kucheza akiwa anafanya kazi. Hiyo tabia imeshamkaa moyoni, maana anapenda muziki sana. Alimaliza kuandaa chakula, moja kwa moja akaenda chumbani kwa bosi wake ili amueleze chakula kipo tayari. Jamaa aliposikia mlango na gongo, upesi akavaa miwani na kuchukua fimbo yake. Kumbuka anajifanya kipofu, ila bado hatujui lengo lake ni nini. Binti akaingia na kumueleza chakula kipo tayari. Wakati huo jamaa alikuwa busy anaongea na mtu kwenye simu. Binti akasogea kwa kunyemelea mpaka kwenye kabati, akaanza kushika vitu huku akiwa na mshangao mkubwa. Jamaa alikuwa bado busy na simu, hivyo binti akaendelea kuchunguza huku akichukua marashi na kuanza kujipulizia. Bosi wake akaanza kumuita. Upesi binti akapanda kwenye kitanda na kutokea upande wa pili huku akijifanya kama alikuwa akitoka huko. Jamaa akamuuliza, mbona nimekuita sana, ulikuwa wapi? Binti akamueleza, nilitoka kidogo. Jamaa akaanza kula chakula. Mwisho akakisifia kuwa ni kitamu sana. Binti akafurahi mno. Jamaa akamuuliza, wewe mbona uli? Binti akamueleza atakula baadaye. Lakini jamaa akamsisitiza, nenda kachukue chakula chako uje tule pamoja. Binti akatoka kama kawaida yake akijiachia miuno kidogo huku akiamini bosi wake ni kipofu. Baada ya chakula akamsindikiza bosi chumbani. Alipofika akamwambia, naomba nichukulie taulo pale uniandalie mazingira ya bafuni. Nataka kuoga sasa. Binti akachukua fimbo ya jamaa na kuanza kumuiga anavyotembea. Alipofungua kabati akakuta miwani ya bosi wake. Akaivaa pamoja na kofia huku jamaa akimwangalia.